Amekuja na nani? Mimi. Ana shida gani? Huyu ni wife wangu. Asante. Ana nini? Ana matatizo sasa, ni mwaka wa 3. Na matatizo tuseme, mimi nilikuwa naishi naye huku pamoja na watoto wangu. Nilikuwa nafanya kazi Nairobi kama agent wa kusafirisha wasichana kwenda ugaibuni. Lakini kuna mawazo yeye mwenyewe akaja akaniambia, tukiendelea kuishi town watoto tunakuwa Umesema dada ukimaliza uje, usiende. Wewe dada unaishuka. Sema kumaliza uje. So akaniambia itakuwa ni vizuri kama tutaenda kujenga nyumbani. Nikamwambia si vibaya, ile wazo lenye umekuja nalo ni zuri. Ndio nikajitahidi, nikaamua kwenda kujenga nyumba ya matope kwanza. Ya kumuonyesha kwamba vile ameniambia nimemwele mtimize ndoto yenu. Nikaenda kujenga nyumba ya matope, nikawahamisha, nikawapeleka nyumbani. Mimi nikawa bado tu naenda Nairobi nikirudi. Lakini wakati ule sasa nikienda Nairobi nikija nyumbani nimewabebea vitu kila aina, kumbe kuna watu wanaona yani yale ambayo ninayafanya yanawaumiza roho. Sasa hapo ndio matatizo yakaanza, kwa sababu ilikuwa jirani hawezi kuwa na shida ya 2000 nikakosa kumsaidia. Lakini ilifikia mahali baada ya hapo ikawa hata mimi mwenyewe pia pesa kwa mfuko haipatikani, na kazi nilisimamishwa bila shida, bila kosa. Nilishtukizia tu nikipigiwa simu na bosi wangu akaniambia tunakupatia off kama ya wiki 2 kwanza, then tutakupigia simu. Ndio kando basi. Na ikawa ndio hivyo. Mpaka sasa nadai pesa yangu na sijalipwa. Nadai kama 200,000 na sijalipwa. Sasa ndio shida ni kwamba mlienda mkajenga nyumba ninyi. Tulienda tukaijenga nyumba. Sasa hayo ndio makosa, ndio matatizo yao. Hawataki mliko muendelee, kwa mtulizwe. Sasa hapo pastor nikawa pia nimetoa pesa 35k kwa hardware, nikawa nimeweka mabati. Nikamwambia wife nimeenda kulipa pesa ya mabati, mpaka nikamwonyesha receipt. Sasa ikawa sasa ndio mwanzo wa kuwa nataka kujenga nyumba mbali na ile ya matope. Lakini pesa ambao pia nilikuwa nimetoa pale kwa ule Msomali ilibidi nirudishe ile receipt kwa sababu nimekwama. Mtoto wangu alikuwa amepita, amepata 361 marks yake, akawa ameitwa Kwale Girls. Nimeshindwa kumpeleka mtoto shule. Nilinunua kila kitu, lakini pesa pia kwenda kuanzisha huyo mtoto aanze kusoma. Ndio pale tulikuwa tunasema kwamba mtu anazimiwa ndoto. Ikashindikana. So sasa huyu ni mgonjwa nini sasa? Wife wangu hapo sasa ndio alianza tu, yani kitu kama homa hivi. Hivyo nikamchukua nikampeleka Kwale hospital. Nakumbuka hiyo siku tulikuwa pamoja, na pia kulikuwa na mjomba mwingine ambaye alikuwa ameenda na issue zake. Yeye pia aliona, alithibitisha. Nilienda naye kwa VCT, tukapima, kaonekana tuko sawa. Na akaangaliwa magonjwa yote, kaonekana hakuna. Akaenda akafanywa x-ray, hakuonekana kitu. Pia pale siku kubali, nikasema wacha tu venye nimemtoa hapa. Kuna hospitali nyingine iko hapa Matuga, ambayo hospitali iko na wazungu ndani, iko na Wachina hapo. Pia nilimpeleka tukafanya hiyo vipimo, kuonekana tuko sawa. Pia hapo nikaona haitoshi, nikaenda naye Msambweni akafanywa vipimo, hakuonekana kitu. Tukaruka ngambo ya pili tukaenda Makadara. Makadara pia amefanywa vipimo ambayo Coast General, na pia nikarudi naye nikaenda naye Mtongwe, Makadara ndogo, tumefanya vipimo. Mpaka nimechoka pastor sai, yani nimechoka mpaka ilikuwa imefikia mahali nataka kumkimbia pamoja na watoto, lakini roho inakataa. Nataka kumkimbia pamoja na watoto kabisa, pamoja na watoto. Yani roho inaniambia tu niende baharini, niende nijirushe, hiyo story niachane naye.
Naona sasa. In short, hata saa hii wenye tunaongea pastor, mimi naweza nirauke kwa nyumba hapo saa 11 nitoke niende nihangaike, na sitapata hata kazi ya mjengo ya kukoroga simiti, sitapata. Ninahangaika hivyo, ninarudi bila. Huwezi kuamini saa hii hivi unaniona kama ninaongea uongo tu hapa kwa madhabahu nisitoke. Okay. Sijakula kitu tangu jana mpaka saa hii. Hata nimetoka kwa jirani tu kumwambia saa hii watoto wangu wanalala njaa, sina hata shilingi. Naomba kama unaweza nisaidia hata kama 200 tu niokoe hao watoto. Na jirani yangu ameniambia hawezi niokoa, hana kitu kwa sababu amejitayarisha mambo na kwenda kwa maharusi. So akashindwa kunisaidia. Lakini venye nilikuwa nimemwambia kwamba nimetoka hapo kwa uwanja nikaona kuna maombi yanaendelea, nimekaa pale na pale kando, nikamuita nikajaribu kumweleza hii issue yangu vile ilivyo. Akaniambia nitafurahi kama hautaogopa uende umchukue wife umlete. Na nilipofika kumwelezea akaniambia tu naomba tu nipeleke tu, hata usiniambie maswali mengi. Wewe nipeleke, kama ni Mungu huyo amekuja basi tu mimi nipate uzima nitashukuru. Pastor, unavyomuona huyu mke ni mke wangu. Sasa hii nina zaidi ya 19 years tangu nimuoe. Hajawahi ni cheat na mimi sijawahi mchiti. Kama kuna mtu labda aliwahi kuniona kwa kichochoro ainue mkono hapa. Okay. Na kitu chengine hivi unavyomuona kukaa nimkalishe kitandani, nimuinue nimweke kwa kitanda, kuenda bafu nimpeleke nimuogeshe, hawezi pika. Na alikuwa ananipikia kila kitu, ananifulia nguo, kila kitu anafanya kama mke. Lakini sasa hawezi fanya kitu chochote. Unaamini kwamba amepona leo? Ninaamini kwa sababu nimeona wengine ambao pia wametoa ushuhuda hapa. Kitu chengine pastor, unavyoniona hivi hivi tu unavyoniona. Hisia pia zimepotezwa. Mimi sina hisia. Hai, acha tumalizane huyu apone, hafu tumalizane na hiyo yako. Kitu chengine pastor, hivi unavyoniona nimeuza kila kitu. Hakuna hivi kitu. Natembea tu hivi. Hata nimeweka tu hizi earphone uone niko na simu, lakini hata simu yenye niko nayo pia ni mbaya. Haifanya hata kioo. Nimeweka tu kama mwanaume. Ile kwa sababu nishazoea kutembea na simu. Asante. Lakini naona tu naaibika tu kila wakati. Pastor, nimeshindwa. Ninaomba kama Mungu ameamua basi atakuokoka, niko tayari. Kwa majina mimi naitwa Ali Mohamed Katana, mimi ni Mgiriama. Yeah. Okay. Piga magoti. Asante sana. Pigeni magoti nyote. Huyu hawezi piga magoti. Haya. Rudia ya maombi nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Inua mkono wako juu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo. Siku ya leo. Naokoka. Naokoka. Leo. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba. Ukaniguse. Kuanzia sasa. Saa hii. Naokoka leo. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Na kuanzia leo nimeokoka. Shetani, mambo yako nimeifunga. Leo hii napona katika jina la Yesu. Nina mke wangu tupone kwa damu ya Yesu. Amen. Simama. Tegemea hapa. Sema Bwana Yesu. Siku ya leo naomba nifunguliwe katika jina la Yesu. Mama, uko tayari kufunguka? Niko tayari. Elekezeni mikono hapa. Kila madhabahu zote toka. Hama kuanzia sasa. Toka.
Harakisha. Masaa haya maagano zote za giza kuanzia leo, kila ufalme toka uchawi ulioekwa hama masaa haya, nataka apone huyu. Sai, achilia. Harakisha na kuona madhabahu zenu hama, mwache. Sai, achilie. Naongea na wewe jini uliyetumwa hapa kukunywa damu. Sai, mwache. Ulitumwa hapa kunywa damu kwa nini? Hama. Sai, achilie. Harakisha. Natuma moto mahali hapa. Naachilia miguu yake, naregesha nguvu. Masaa haya naregesha ukombozi. Masaa haya naregesha nguvu. Ndio hiyo sasa, naregesha nguvu. Ndio hiyo sasa, naregesha nguvu. Ndio sasa, naregesha nguvu. Naregesha nguvu. Naregesha nguvu mahali hapa. Legeza mikono hapa, naregesha nguvu. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Naregesha hapa uzima. Uzima. Sai, achilia. Mahali hapa mliposema ya kwamba huyu hatasimama tena, huyu atasimama katika jina la Yesu. Sai, huyu atasimama kwa jina la Yesu. Kila madhabahu zimeisha, roho za uchawi katika jina la Yesu. Naachilia ukombozi mahali hapa. Mahali hapa naachilia ukombozi na moto. Naachilia uzima. Nimeshika mahali hapa. Ndio hiyo inashuka, inaregeshwa. Asante wenye vyombo. Naregesha uzima, ndio hiyo. Ndio hiyo sasa. Ndio hiyo narudi. Harakisha, narudisha katika jina la Yesu uhai, uzima. Hii roho ya magonjwa na iapisha. Sai, imeisha. Sai, imeisha. Sai, imeisha. Ishiwa. Na huyu binti namuita mahali alipo. Sema njoo. 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 Njoo kwa jina la Yesu. Aregeshewe uhai na kuanzia leo katika jina la Yesu. Asante. Waitwa nani mama? Niambia jina, waitwa nani? Waitwa nani? Niambia jina lako, waitwa nani? Waitwa nani? Binti. Waitwa? Binti. Bwana Yesu, ninaachilia ukombozi mahali hapa. Beti arudishiwe nguvu. Beti aregeshiwe uzima. Kuanzia sasa namuita Beti aregeshewe. Huyu sasa hapa amepona katika jina la Yesu. Baba, naachilia ukombozi na nguvu na moto. Achiliwe huru. Na kuanzia leo Beti amepona. Namregeshe uhai wake. Hakuna tena hapa maneno. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naregesha damu hapa. Leta mkono huu wa kulia. Leta mkono huu. Naregesha damu. Ndio hiyo sasa, naregesha damu. Naregesha damu yake sahihi katika jina la Yesu. Namregeshea hapa damu irudi na nguvu zake. Kuanzia sasa narudisha hapa katika jina la Yesu. Asante. Aya, simama. Aya, niangalie mimi Beti.
Simama. Niangalie mimi. Beti, jifunge vizuri nguo yako. Fungo, jifunge vizuri kabisa. Hebu nifuate hapa Beti. Njoo huku. Tembea enda kule Beti. Imeisha. Aya, imeisha. Nimeregesha uzima hapa. Na kuanzia leo katika jina la Yesu. Fanya namna hii kabisa. Haleluya. Haleluya. Baba, haleluya. Oh, haleluya Yesu. Yesu wangu Yesu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Yesu. Haleluya. Yesu wangu Yesu. Haleluya. Yesu wangu wewe. Haleluya Yesu. Haleluya. Haleluya. Piga makofi ya juu. Oh Yesu wangu. Haleluya. Yesu wangu Yesu. Haleluya. Haleluya. Hey. Asante. Asante. Ni basi. Usilie Beti, umepona kabisa. Fanya namna hii mikono yako. Amepona huyo. Asante sana mwanangu. Fanya hivi. Fanya hivi Beti. Hii shika hii. Nenda ukanunue unga, ukule vizuri, mkule na mume wako, alafu kesho mkuje. Oh, haleluya Yesu. Haleluya. 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 Oh, nakupenda Yesu. Haleluya. Haleluya. Piga makofi. Haleluya. Asante. Haleluya. Asante. Na kubariki masaa haya, upokee kazi ya ajabu. Uganga, uchawi ninauhamisha katika jina la Yesu. Upate kazi kuanzia sasa na ukafanye kazi yako. Wakuite kazini na ufanye kazi kwa jina la Yesu. Asante. Asante. Aya, enda na mke wako sasa nyumbani. Ngojeni mwanzo. Mnakuja tayari mara moja. Haya mwanangu, shuka pale, enda na mume wako. Nendeni pale mkanunue. Endeni kule. Imeisha, tumwacha, utamsaidia hapo kwa kushuka tu. Asante. Viatu vyake mtamwangalia hata. Mwache ni sana tembea huyo mwanangu. Mambo yake sasa amepona huyo. Si mnamwona anatembea? Sasa hata anatembea na shuka mwenyewe. Hebu nionyeshe. Si mnamwona anatembea? Tumepona. Tumepona. Asante. Asante. Asante.
Yesu asifiwe. Leo umelalaje? Wasikia. Njoo hapa bwanake. Kuja. Nimekuona leo umekuja mwenyewe. Pigia Yesu makofi. Wangapi wanamkumbuka huyu mama? Baba, unamwonaje? Ninamshukuru Mungu. Kwa sababu yale ambayo alikuwa anapitia pale ndani ya nyumba, anayejua ni mimi na Mungu. Sababu alikuwa hawezi kutembea. Nilikuwa nimshike mkono, hata kuenda kwa choo nimpeleke chooni. Hata kuoga nimpeleke bafu, nimuogeshe mwenyewe na nimrudishe ndani. Hata kupika niingie mimi jikoni nipike, niwapikie watoto pamoja na yeye mwenyewe. Na kama ni uongo tu yeye mwenyewe asemeni. Hata mtoto wangu yuko pale msichana. Watoto wangu wote nimekuja nao hapa. Wako wapi? Hebu inua mkono. Wasichana. Asante. Lakini sasa kuanzia hiyo jana baada ya maombi hapa. Alianza hapa kutembea mwenyewe mpaka nyumbani. Pigia Yesu makofi. Na pastor, hebu nishikie ile gitaa solo anayeshika. Mimi namshukuru Mungu tangu hiyo jana mpaka sasa hivi, kwa sababu kama vile nilikuambia ile jana, nimeuza kila kitu ndani ya nyumba. Mpaka hivi ninavyoongea mimi nalala chini pamoja na watoto na wife wangu hivi unavyotuona. Lakini tu ninamshukuru Mungu kwa sababu natembea. Kile ninachokipata mimi nashukuru, lakini nimepitia magumu sana. Pokea hii, regeshewa. Na kuanzia leo na kuregeshea mali zako, upate mwenyewe mali zako, uende mwenyewe ukafanikiwe na wewe, katika jina la Yesu. Simama. Nimevunja hizi madhabahu na nimezivunja kwa jina la Yesu. Asante. Haya, mchukue mke wako, mtaningojea pale chini. Asante. Asanangu asena. Unaona Mungu amewaponya. Haleluya. Amen.